Wajasiriamali wengi wanaoanzisha biashara zao katika wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma hukumbana na changamoto kadha wa kadha wanapotafuta mtaji pale wanapofuatilia mikopo ya 10% katika halmashauri. Kauli hiyo wameitoa wakati wa viongozi wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake UWT wilaya ya Kigoma vijijini walipokuwa wanapatiwa semina ya ujasiriamali na afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri hiyo. Aliyetoa semina hiyo akiwa ni Prosper James. Na bei haikumizi wewe mjasiriamali. Kwa lugha rahisi, pata kidogo mara nyingi kwa haraka. Na sio biashara faida kubwa kwa kusubiria. Ukisubiria faida kubwa utabadilika kuwa mlinzi wa bidhaa zako. Mlinzi wa biashara yako. Na sisi hatutaki muwe walinzi, tunataka muwe wauzaji. Mali inakwenda mpaka naomba msaidieni kuuza huko, wateja wamekuwa wengi. Bei ni mchawi. Bei ni dawa. Kwenye kila sukari ukaondoa 200, ukaikataa ile 200, inaweza kufanya watu kaunga foleni kwenye duka lako. Akina mama hao wamesema kuwa wamekuwa wakikutana na masharti magumu ili kuweza kupata mkopo, na halmashauri hiyo ikitoa mikopo inatoa kwa vikundi vya zamani ndivyo vinaendelea kupatiwa mikopo, kitendo ambacho kinawafanya akina mama hao kupoteza imani na halmashauri hiyo na kukimbilia kupata mikopo inayotolewa mitaani inayojulikana kwa jina maarufu kausha damu. Mimi kwa jina naitwa Ivona Gregory Maria. Nilikuwa naomba upande wa mikopo, muda wa kujisajili mpunguze vigezo. Mikopo iliyopita mimi nilikuwa nimeongoni, lakini sikufanikiwa kupata pamoja na mamila. Kwa sababu iko hivi. Tuliambiwa kikundi kitakachofanikiwa kuelezea mambo majina ulioeleza kwenye kadi yako ya NIDA ndio hayo utakayotumia kuelezea wakati wa kusajiliwa kupata mikopo. Mimi kundi langu lilikuwa na bibi mama mmoja hivi, lakini hajafika miaka 70 kama mnavyodai kwamba 69 ndio mwisho. 70 alikuwa hajafika, ila uelewa wake sio sawa na wako. Lile tamko likamshinda kutamka. Kwa mfano, ulizaliwa wapi? Unaishi wapi? Alishindwa kutofautisha. Hilo likawa ni kigezo ambacho hakistahili, kikwazo. Na kushukuru mwenyekiti. Pia akaulizwa shule uliomalizia, akashindwa kuelewa, akiwa na maana kwamba alianzia shule nyingine akamalizia shule nyingine, akashindwa kutofautisha ni shule gani anatakiwa ajibu pale. Na maana hayo majibu aliyaweza wakati wa kupata NIDA, lakini muda huu vielelezo vya NIDA hana, na ni tukio ambalo la ghafla likamshinda kutimiza. Mimi na kundi langu tukawa tumekosa mkopo. Kuna vikundi kadhaa vinavyopewa mkopo. Vile vikundi vinapewa mkopo kwa mjuano. Yeye wakina mama msidanganywe, hela hazipo, zipo. Wanatoa kwa mjuano, lakini kuna zamani nilikuwa nafanya mipango watu wanapata. Leo imekuaje? Sasa visimizio vimeshakuwa vingi na manida yote. NIDA huyu hapa nimempeleka simu. Pale mimi nachukua mkopo miaka mingi. Mtu nikimpeleka nikasema mpe huyu, anapewa. Kwa sababu kuna vikundi ambavyo vimo humu vilipewa mikopo miaka 10 iliyoisha au miaka 5. Lakini leo hii kuna vikundi viko pale halmashauri vinaomba mikopo. Juzi mimi nilikuwa pale kuomba mkopo, lakini nimeambiwa dirisha limefungwa. Lakini ni wiki mbili zimepita, alikuja afisa maendeleo ya jamii, kuna dada yule mweupe pale kwenye ofisi ya mtendaji wa kata. Akawa anatupa somo na akasema dirisha sasa limefunguliwa. Lakini baada ya wiki mbili tumeambiwa tena tunarudi pale dirisha limefungwa. Kwa hiyo hatuelewi kikundi kilichopata mkopo mwaka huu ni kikundi gani au ni watu gani? Yaani tunakuwa kama hatuelewi. Ndio tunataka kujua. Mama Samia anashinda watangaza kule kwamba mama ametoa pesa za walemavu, watu wenye ulemavu, wanawake na hao wengineo vijana. Sasa haya matangazo yanakuwa yanatangazwa huko, ndio yale yanatupelekea sisi kuonekana kwamba upande wa Chama cha Mapinduzi sio wa kweli, kwa sababu sisi elimu tunaipata tunapeleka sisi kwenye jamii sasa. Hivi mnavyotuelekeza na sisi tunapeleka. Lakini unapohamasisha wanawake wa Chama cha Mapinduzi, kesho wakifuatilia ile swali ulokuhamasisha sasa, ndio inakuja zero. Kwa kesho tunaonekana watu wa Chama cha Mapinduzi sio wa kweli.
Kwa upande wake, katibu wa UWT wilaya ya Kigoma vijijini Mariam Filipo ametoa rai kwa halmashauri hiyo kuhakikisha mikopo ya 10% inawafikia walengwa kama ilani ya CCM inavyoelekeza. Lakini pia mimi niombe tu kwamba hizi kero ambazo mnakuwa mkija mkizikuta hapa zipo, na nyinyi pia sasa, ili kusudi mwe mnakuja mafunzo yenu yanakuwa ya raha, watu masomo yanawaingia vizuri, mjitahidi kuwa mnayafikisha huko. Pelekeni kwamba hii ni changamoto, hii ni kero, na wao watajua cha kufanya. Kwa hiyo sisi tukuombe hizi kero ndogo ndogo zinazoonekana hapa kwa hawa kina mama, awamu nyingine tukikaa kikao kama hiki nikawahitaji, basi kwanza mwili muepusha na makero mbalimbali ya hivi. Jitahidini kuleta hata vitu vingine kwa vitendo. Leteni hata vikundi ambavyo mmeshawapa kwa kipindi hicho, wanufaika muwalete, wawashuhudie kwamba kata fulani tumeshatoa kwa kipindi fulani, ndani ya mwaka mzima tumevika vikundi vingapi, waridhike ili kusudi waangalie. Lakini pia hiyo kero pia kuonekana kwamba mnatoa mikopo pesa kidogo kwa kikundi, nao pia mtupelekee, watu wapewe pesa ya kuonekana, angalau wapewe vikundi vichache, lakini wapewe pesa ya kuonekana. Hivi karibuni mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma Jamal Abdalla Tamim akihutubia wananchi alisisitiza halmashauri za mkoa wa Kigoma kutoa mikopo kwa walengwa. Mheshimiwa mkurugenzi, kama mama alivyoelekeza, tafadhali naomba mama wapate mikopo isiyokuwa na riba. Mimi ninawaambia kama hawakutimiza anayosema, njooni katika ofisi ya chama. Mkurugenzi yuko hapa, kwa niaba ya mkurugenzi. Meya yuko hapa. Huyu ndio kiongozi wetu katika mkoa upande wa halmashauri. Hizo pesa zipo kina mama. Mimi ninawaambia kama hakuna uwezekano, kina mama mkijipanga, mimi nitaweka guarantee benki mimi mwenyewe kwa hela zangu. Mkurugenzi, haki ya hawa kina mama, na kupa agizo litakaloshindikana benki, fikisha ujumbe kwangu, nitapiga mheshimiwa rais simu. Namwambia kitu kinachofanyika kwa kina mama sio haki, wapate mikopo. Kama mikopo hakuna benki, tafadhali nijulishe, mimi nitaweka dhamana ya kwangu, kina mama wapate mikopo. Meya, nakuomba sana, ninakuomba Meya, simamie. Hawa ndio waliompa kura, katibu wao mtendaji kwa diwani kata. Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Justin Cosmas.